unrotten seed implies something that is fresh, viable, and full of potential, capable of growing and flourishing. At some point in life, everyone lacks something. It is only through helping that our lives become fulfilled. The way we are today is because one day somebody sacrificed something for us. By doing so, we are planting an unrotten seed within you. Let's keep planting the unrotten seed. This is a calling of help as unrotten seed. Tunataka kusoma hatuna wa kutupeleka shule Mungu tusaidie Mungu tusaidie tunataka kusoma hatuna wa kutupeleka shule Mungu tusaidie Mungu tusaidie Mateso haya mpaka lini? Si wakina mama tunapitia mengi. Ngai. Sasa amekataa kunisikiliza, amempeleka mtoto shule. Yeye na mimi niende kule. Mungu wasaidie jamii zote, watoto wa kike wasikutane na haya, chakula kupata ni ngumu. Mama, unaenda bigu? Naenda kwenu. Unaenda kwenu? Hiyo ni pori nasukuka na tembo tu, alafu anasema naenda kwenu. Sio pori, ni kwenu, kwa sababu ile mwanaume haitaki sikiliza mimi kabisa. Nimepeleka watoto wote shule ili mimi nifanye kazi nyumbani kama mfanya kazi. Mimi haiwezi hiyo kazi. Oi. Kwa hiyo ndio umeamua kuondoka? Ya chini. Kwa ile mroro wako ndogo iko wapi? Nimefungia ndani. Sasa unaona siji mroro wako na nyumba yako. Sama kimila. Hii mwanaume ambaye isikii imesema sasa wewe utakufanya wewe rudi pale nyumbani. Unajua mume wangu ni mzee wa kimila. Mimi naiambia yeye kuhusu hiyo jambo ya shule. Naye naenda Masai yote naambia kabisa kuhusu hiyo jambo ya shule. Haya, ikisaidia mimi itarudi nyumbani, lakini siposaidia ufuta machozi, mume wako asije kaona kwa ulikuwa unalia akakupiga tena. Nasikia mimi? Sasa wewe rudi nyumbani kwako. Mimi nakuja nasaidia wewe. Mungu wasaidie jamii zote, watoto wa kike wasikutane na haya, chakula kupata ni ngumu, na watoto wa bongi. Nilifikiria nije niibe kijana yangu isaidie mimi kuchunga pusi, mimi nikapike, maana nasikia njaa. Kumbe hii shule na sukari, mimi naogopa sukari kabisa. Sije kaua mimi raya. Amu nikapike. Niache hii kijana isome kwanza, mimi nikapike. Alafu siku nyingine nitakuja chukua yeye. Haya, watoto wajane wasogee mbele. Kama unajijua mkuja siku ya leo shuleni kwa mara ya kwanza, sogea mbele. Sasa fungeni macho tena, tukaombeni Mungu kwa ajili ya chakula chetu cha mchana leo. Fungeni macho yote. Ya Father, we say, for this night.
Sawa, wote wanaanza moja moja, na unakuja unanawa hapa, unaingia ndani. Sawa, unakuja sabuni, unanawa mikono, unaingia ndani. Ndio jamani, watoto wanaelewa jamani. Hapana leo lugha yao jamani, aje asaidie hapa. Jaga kinde, astanga hivi ni vipi pale? Wewe yenyewe anasemaje? Nasema mtaenda kuwachinja. Hapa sasa tuchinji mtu. Ni yengaru ngani. Neralie. Semaje? Sema nitambulie. Aya. Basi wewe nawa. Afikinawa, usubiria papa mwingine nawa. Bora maji ngana. Ya muyelo. Ngozi aye. Aya nawa njoo nawe. Udanga mai. Mnaina kwa hiyo. Anasemaje? Anasema hivi. Hii ni sabuni ya kuosha mikono. Mbona unaweza kagigele? Anasemaje? Anasema kwa nini? Nimemwekea. Hajana. Nimemwekea. Sawa? Anjo na wewe. Ndio bro. Jaga kidanga. Hai, malah ini. Mana minyak dulu? Ayo, anasemaje huyo? Anasema naenda wapi? Naingia kuingia na kula chakula cha mchana. Sawa? Mama tunajande huko. Njoo naye na wewe. Kama unataka nini sidanga? Ndio. Danga. Ndio bakal ini. Karibu hiyo. Sawa. Ndio bakal rai. Ndio bakal. Anasemaje? Dada, ada sabun. Ya, nimemwekea na wewe nimemwekea. Sawa. Ndio bakal rai. Amemuuliza amekio. Kama yeye. Para jalan nene. Aibu. Para jalan. Toto, ongea chakula. Chakula kula. Haina jana. Anaongea nini? Nasema nini? Samaki. Wale wa baharini wale. Nina. Awala nimejisubiri. Tunala wale na Nasema ali. Ali kusabia nini? Samaki wale leo mmoto bali kuja kuwatengenezea nyinyi mle. Mwe mna kida ya sana. Nasema inanuka. Inanuka? Kwa kweli inanuka. Yaani samaki wa leo afu nimepika leo afu anaambia inanuka. Inanukaje? Yaani hataki harufu yake. Hapendi harufu? Yaani harufu nzuri hii hata kumwekea mtu anafurahi hapo anasema mbaya hii. Maajabu. Wewe mtoto. Ukea ule chakula mtoto. Mnakula chakula. Ukea chakula. Kale chakula. Haili samaki. Kwa chakula mtoto ule. Nisema hawezi kupokea sababu na mng'ata. Vinamng'ata wakati nimevipika afu anasema vinamng'ata. Unaingia milango. Ndio amesema imepigwa kitu na mwangalia. Nimepika ndio. Mbona inaangalia mimi mbona
niangalie na wakati mimi nimepika kabisa hivi niangalie kama mtu anapenda samaki kwa sababu tabia nini? Kula. Wewe unamwaga samaki? Ulirudi nyumbani? Nikura mtoto wako salama? Nikura mtoto imelala, imelia na njaa mpaka imelala. Oh, pole sana. Ashe. Iliambia mzee akimila. Amile mbona anarudi nyumbani? Mzee alikuwa anaenda kukula chakula. Tunasubiri hapa ngizeta maji naenda kupika. Labda mzee anakuwa amerudi. Nafanya kazi yangu kwa nyumbani, fanya kazi yangu usiku na pepo. Mbona wanafunzi mgeni ndio niangalie kama umekopi kazi yangu vizuri. Kama umekopi vizuri, sasa hakikisha kazi yangu unaifanya. Sasa hakikisha unaifanya vizuri na unapata majibu sahihi. Tashirikiana na wenzako wakati wa prepo. Omaserema Roy. Omaserema. Omaserema. Ni kweli mwanamke ameacha mimi? Hii nyumba yote nitaweza kumiliki peke yangu? Mungu saidia mimi. Unasema? Unyo umekuja? Mara nimefikiri vibaya kwamba leo utakuja. Asante kufikiri vibaya. Mimi nasikia njaa ndio kapika maana mimi nasikia njaa sana. Hivi kwanza busi na ng'ombe ilikuwa wapi leo? Busi, chakula. Ndio kwa sababu hapa
Fundisha kita? No. Angkas. Aji kas. Homa. Homa? Oh, toka sana. Hadi na. Angkas nafanya. Nafanya? Bayang na mawara homa fanya. Homa? Yote. Hadi jilija. Homa? Ya kufanyaje? Basi. Sasa, yaani ndivyo ada ya shuleni mwalimu akuelekeze vizuri. Unajua mimi homa. Mimi ni mwalimu. Mimi nijasi. Wewe mwenyewe ndio umeelewa ukajifunza. Kama mimi sijasi. Wewe ndio umeelewa shule ukajua. Wewe unataka kujua. Unajua kwenye shule kuna kale ka polisi. Nini mamako bongolala? Ni bongolala au ni ile polisi na meraka kwa sisi jela? Alikuwa ujui. Hata kama ujui, yani unajua kwa nini mwanajeshi ni mwalimu. Ni mwanajeshi. Wewe shika mwanamke. Polisi na kama nilivyokuwa ungesha kupeleka mbele shule. Asubuhi kesho shika mkono kwa mwalimu. Yesu maana mimi naogopa kwenda kama je. Hata kama unaogopa. Wewe nyamaza kimya. Shika mwanamke funza huko. Baba Nasujeki. Ile muda mimi nakala kuni kule. Nakutana na ile mke ya Kisongoi. Ile inaitwa Sufat. Mimi nakutana naye, naona yeye analia alafu nakimbia. Mimi nauliza anaenda wapi? Yeye anasema anaenda kwao. Nauliza kwa nini? Nasema mume yake anapeleka mroro yote shule. Yeye anafanya kazi mwenyewe. Sasa kwa hiyo jambo nimeroka sasa hivi kugombana na huyo mzee Kisongoi. Nimemwambia kuhusu hizo mambo ya shule. Nikamkaralia kabisa, nikamwambia kwa hizo mambo ambayo unasema sisi tutakusanya wazee wa kijiji, tutakuja kumpiga faini huyo mzee Kisongoi ili asije akarudia tena, ili iwe mfano kwa watu wengine. Maana tusipofanya hivyo watu wengine wataendelea kuwa hivyo, wapeleka watoto shule. Tutampiga faini ngumu sana ambaye wana kijiji mwingine atarudie tena kufanya hiyo jambo. Sasa na wewe ukae na ile malayoni yako, uiambie yeye hakuna mtu kuharibu tamaduni yetu. Na hata kama nakutana na ile malayoni nyingine, yeye sisikilize. Yeye ifuate sisi. Asante kwa pia wewe unatakiwa wale watoto wako ambao umewazaa sasa hivi wako, unatakiwa nao uwaite uwaeke kikao ili wapate nao kupata hiyo elimu. Utawafundisha vizuri kuhusu mila yetu ili wasije wakadanganyika wala kushawishika na watu wengine kuja kuambiwa kwamba waende tena kwenye shule kuharibia vichwa vyao. Kwa hiyo sasa nataka niongeze ile mwanamke ya pili ili aje alete familia bora, ili izae watoto wa kike na wa kiume, ili watoto wa kike wakisaliwa na sisi tuwapeleke kwa bwana yao wakapate kuwa na sisi kuwa na ng'ombe mali nyingi sana. Wale wakulima wakapate kuwa wanaenda kuchunga machungani. Hata mimi niko tayari, wewe mke mwingine na mimi nasa mtoto mingi. Mimi nafundisha hiyo ndiro yetu ili tujaze boma yetu, tudumishe